Cable TV, beyond the real. Good afternoon and welcome to Sky Cable TV News at 1. My name is Michelle Kereto. We begin with a fire incident where another fire broke out in Mlango Kubwa, Nairobi, has been discovered, and the cause is yet to be determined. Ni mingi sana. Na hata mngezima TV nyinyi. Amunjui stima zinaweza enda. Mngezima TV. Acha niangalie kidogo ndio niende. Nishikilie hapa nyuma. Watu zite nzali wakikuja, sisi watu watasaidika kesho. Kila mtu atajua what is happening. But sasa isipokuwa highlighted, chances zitakuwa nini? Si yako kanatosha? Kind police officers from Kenya Police College at Kiganjo offers to donate food, stuff and clothes to children at Malaika Initiatives. Kwa majina mimi naitwa John Irungu na mimi ni ofisa wa polisi wa kikosi hiki tunaita D279. D279 ni maofisa ambao waliweza kufuzu kwa pamoja kutoka Kenya Police College Kiganjo mwaka wa 2001. Kutokana na hii mambo ya mitandao ya kijamii kutoka 2016 tukaweza kuungana pamoja wale watu tulitoka na wao college, ingawa wengine wetu wametuacha, lakini ile namba yenye tuko we have a good number of over 300 officers ambao tunashirikiana pamoja chini ya hii kikundi tunajiita D279. D2 ni ile group to pass now, so 79 is our force number. Ukiangalia force yenye unaona imeanzia 79 ni hiyo kikosi. Na katika hii initiative yetu tukaonelea pia ni vizuri ile jamii yenye tumetoka na ile jamii ambayo huwa tunahudumia kama officers tuweze kukaa na kuona wale kati yetu ambao wako na shida fulani. Kama sasa hapa penye tuko kwa Malaika Initiative for People with Disabilities hapa AIC Bodeni. This being our fourth initiative because we have done 3 other initiatives. Tukaonea ni vizuri huu mwaka tukuje tutembelee hawa watoto na hawa watu wenye wako na hizo disabilities tuweze kusaidiana na wao. Tumechanga pesa zetu, pia tumeweza kudonate chakula na vifaa tofauti za kusaidia hawa watu ili pia nao wajisikia kwa jamii pia inawachukulia vizuri. Na pia hawa community pia wale tunasafu wanaweza kuona pia kuwa polisi ni binadamu kama hao, ni watoto wao, ni baba zao, na pia wanasikia wanahisi ile uchungu yenye wanapitia katika maisha. Naitwa Grace Mukami Njogona. Mimi ndiye vision carrier na founder wa Malaika Initiative. Tukiona shida ambayo iko katika community yetu, sisi ambao tuko hapo tunaweza kuja pamoja na tumalize na tujaribu kuminimize hiyo problem. Challenge ile ingine ni ukosefu wa chakula ya kuwapea hapa, kwa sababu ninawaofa vitu 3: upendo hapa, ile kukua accepted, na ingine ninawaofa ni lishe bora ambao wengi hawakuwa wakipata lishe bora. Alafu the most important ni kuwafanyia therapy, na ndio ninaofa hizo vitu hapa 3. Wanaletwa asubuhi na wazazi wanawaacha hapa, wanaenda vibarua zao, jioni wanakuja wakiwachukuaga. The society at large, ningewauliza tu kitu moja: hawa watoto wasiwastigmatize. Wengi wamefungiwa kwa manyumba, hawatolewagi hata nje. Even your next door neighbor ana mtoto mlemavu, lakini we huwezi kujua kwa sababu hawatolei kwa nyumba.
Huyu mtoto hatawahi kuitana dadi, hatawahi kuitana mami, hatawahi lia, hatawahi cheka. Kwa hivyo mnaweza msimjue kuwa kuna mtoto kama huyo, lakini kama kungekuwa na vile watu wakitembea kwa manyumba vile nilitembea nikiwapataga na nikawaleta hapa, ingekuwa mzuri sana, na community iwache kuwa stigmatize, kwa sababu wanastigmatiziwa sana, discrimination. Ukijulikana uko na mtoto mlemavu kama huyu, hakuna hata mtu anataka kukaribia. President Uhuru Kenyatta certifies the bottom-up economy by stating that with the help of improved technology, it will be easy, through M-Pesa services, it will be easy to send money to families to help them to sustain the coronavirus crisis. And these choices, I strongly believe, catalyze and help us build the economy from the bottom up. Indeed, during these unprecedented times of coronavirus, we have to cushion our economy, and we must cushion our economy from below up, not from top down. Many may ask why we have chosen to directly send money to these vulnerable groups, and this has been motivated by two key reasons. One, in the past, if a family couldn't feed itself because of floods, famine, or other such natural calamities, we rushed previously to give them food aid. Take food in bags, rice, maize, oils. But then what we got to understand is that what happened was that government would get suppliers, we would give them the resources to buy the food, we would arrange the logistics of distributing the food to those in need. But unfortunately, with this method, what we have discovered over time is that we lost almost half of these resources that we gave to relief suppliers. We lost almost half of this to brokers and those who are organizing logistics. So therefore, very little of the resource actually reached the intended target groups. So therefore, we had to change this method by taking advantage of increased technology which is now available in Kenya. And we have now changed the mode of delivery and replaced it with one where money through M-Pesa is directly sent to families. And through this process, we have managed to bypass brokers and various cartels that used to dominate the sector. But also, which is also equally true, as a result of this, we have also managed to catalyze local economies through the injection of 250 million shillings each week through these families into local economies across the country. Money in the hands of a family also restores dignity, for it gives people the power to make economic choices in their local spaces and not depend on lining up, waiting for food relief. And these choices, I strongly believe, catalyze and help us build the economy from the bottom up. Indeed, during these unprecedented times of coronavirus, we have to cushion our economy, and we must cushion our economy from below up, not from top down. The second recognition we have also made is the fact that our nation is largely youthful, with 70% of our population made up of young people. And whereas this gives us great hope, because a young population is indeed much more better equipped to fight coronavirus, but it is also worrying. Worrying because during a pandemic like the one we have, the sheer energy of our young population, as much as it will help us fight the virus,
But we must also do everything we can to direct this energy so that it is not misdirected into. Also, there is so much happiness as Kenyan athlete Perez Jepchirchir breaks marathon history at New York City. Olympic marathon champion Perez Jepchirchir entered into the history books as the first Olympian to win New York City Marathon same year after Olympic win. Perez won the race 3 months after she won gold at the Tokyo Olympics in Sapporo. Jepchirchir turned around and won the 50th edition of the New York City Marathon, emerging from a pack of 3 in the final mile to cross the finish line in 2 hours, 22 minutes and 39 seconds. The 28-year-old Kenyan is the first woman to win Olympic gold in the marathon, then win a major fall marathon thereafter. Compatriot Viola Cheptu and Ethiopian Ababel Yeshane finished second and third respectively. We have come to the end of our broadcast. Thank you for tuning into Sky Cable TV. I am Michelle Kereto. Don't forget to subscribe our channel, like and comment through all our social media handles. That's Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. See you tomorrow. Same place, same time. Sky Cable TV, beyond the real.